Shalom. Nakusalimu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Asante kwa kuwa pamoja nasi na kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Nimebarikiwa wewe ambaye umeendelea kusubscribe na kushare na watu wengine. Pia kama hujasubscribe ni kwa mara ya kwanza unakutana na channel hii, hakikisha unasubscribe. Leo ninalo neno la Bwana tena, na tutakuwa na maombi machache nazo. Na maombi haya yatakuwa baraka sana kwenye maisha yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, tunakushukuru kwa sababu ni mwaminifu. Uinuliwe, utukuzwe Mungu. Amani na utendee mambo makubwa na ya ajabu Yesu kwa hesabu. Ninaoeka kipindi hiki mikononi mwako, na neno uliloliandaa kwa ajili yetu siku ya leo ikawe baraka na kutufungulia malango na neema katika maisha yetu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Leo tutakuwa na maombi haya kuondoa kila giza katika njia na kufungua njia zilizoziba. Unajua, unapoendelea na safari, unapoendelea na maisha, Mungu ameandaa njia za kufikisha mahali unapotakiwa kufika. Kwa sababu ni yeye anayesema katika Zaburi, atakufundisha, atakuonesha njia utakayoiendea. Atakufundisha, atakuonesha njia utakayoiendea. Kwa hiyo kila unapotafuta mafanikio, unapotafuta kutimiza ndoto, Mungu kazi yake ni kukuonesha njia. Sasa Mungu anapotuonesha njia, kazi ya shetani ni kuziba njia na kuyafanya tusiyaone mapito. Na ndio maana leo ninalo neno hili la kutia moyo, lakini pia tutaomba. Ni neno fupi tu, tutakwenda kuzibua njia zilizofungwa, lakini pia kuondoa giza. Anasema katika kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 ule mstari wa 7 na ule wa 8, anazungumza, anasema, tazama nalilia udhalimu lakini sisikiwi, na ulilia msaada wala hapana huruma. Yeye ameziba njia yangu nisipate kupita, na kutia giza katika mapito yangu. Yeye ameziba njia yangu nisiweze kupita, lakini pia ametia giza katika mapito yangu. Kwa nataka twende mbele za Bwana. Umeona hapa nimekwambia katika Zaburi ya 32 ule mstari wa 8, anasema Bwana atakufundisha, atakuonesha njia utakayoiendea. Wakati Mungu anakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, kazi ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba unafeli, ya kwamba unaanguka. Sasa Mungu anakuonesha njia, lakini kazi ya shetani ni kuhakikisha anaziba njia. Ndio maana tuko hapa. Yawezekana kuna mlango umefunguka, kuna mlango unaona uko wazi na unaiona neema inafunguliwa, lakini tayari wameziba. Anasema yeye ameziba njia yangu nisipite, lakini ameweka giza nisione mapito. Kwa hiyo kuna namna anakufunika, kuna namna anakuziba, kuna namna anakuzuia. Mungu amenituma, anasema wote walioziba njia yako Bwana anawaondoa katika jina la Yesu aliye hai. Unajua kuna nafasi zinaweza zikatokea mahali na ukaona kabisa huo ni mlango wako, ukaona hiyo ni njia yako ya kwenda kuinuka, ni njia yako ya kustawi, lakini adui akaziba. Kuna watu kazi yao ni kuziba, au ni mawakala wa shetani, kazi yao ni kuziba. Sasa leo tunalo jukumu moja tu la kwenda mbele za Bwana na kumwambia Mungu, kila aliyeziba njia ili nisipite aondoke katika jina la Yesu na kuzibua hiyo njia. Lakini pia waliotia giza, Bwana ashughulike nao. Mungu ni harisi. Kama yeye amesema atatuonesha njia, sasa kama njia ya Mungu anatuonesha, kwa nini hatufiki? Kwa nini hatusogei? Maana yake kuna uzibe huko mahali. Ulituma maombi, sifa unazo, na ukaambiwa kabisa hii kazi ni yako, lakini huoni. Ukipigiwa simu ya kuitwa, ameziba njia, ametia giza. Kuna wengine wako njia panda. Hapa amezungumza mambo mawili. Kuna waliozibiwa njia
na kuna waliotiwa giza. Maanake aliyezibiwa njia anatakiwa kwenda, imeshafunuliwa na anatakiwa kwenda, lakini kuna aliyewekewa giza, haoni mahali pa kwenda. Kwa tutakuwa na mambo hayo mawili, tutazibua njia na tutaondoa giza ili tujue mahali tunapokwenda, kwa sababu kwenye hii dunia hatupaswi kuishi kama watu wasiokuwa na uelekeo, wasiojua mahali wanakwenda. Ndio maana tunakuja tunajifanya vitu ambavyo havistahili kufanywa, tunafanya vitu ambavyo havina msingi, kwa sababu hatujui mahali tunakwenda. Sasa Ayubu anasema, na alimlilia Bwana wala sisikii, kwa sababu watu wameziba njia yangu, watu wamefunga njia yangu, wametia giza. Leo nataka tukaondoe katika jina la Yesu aliye hai. Na nikwambie tu jambo moja, pamoja na kuziba, wengine wanaweka na miiba. Kusoma katika kitabu cha Hosea sura ile ya 2, wanawekaga miiba njiani, wanaweka miiba, anaweka na kitalu ili mtu huyo asiaone mapito. Bwana ametuma kwako siku ya leo, kila aliyeziba njia yako inafunguka katika jina la Yesu aliye hai. Kila aliyeziba njia yako inafunguka katika jina la Yesu aliye hai. Ukienda kwenye ule mfano wa Mordekai na Haman, Mordekai alitakiwa kufika mahali, alitakiwa kupandishwa cheo, lakini Haman aliziba, Haman alizuia. Kwa kuna watu wamezibiwa njia, wamefungiwa njia, hawajui wanapitaje, hawajui wanatokaje. Mungu alishaonesha, lakini imezibwa. Kwa jina la Yesu, kila aliyeziba njia yako akachie. Kama wameziba kwa miiba, kama wameziba kwa ukuta, kama walivyoziba Yeriko ili wana wa Israeli wasiingie, wameifunga, wamejenga ukuta ili wana wa Israeli wasiingie, tunazibua katika jina la Yesu aliye hai. Ikiwa wametia giza, Biblia imesema neno la Kristo ni nuru. Anasema neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu, mwanga wa njia zangu. Tunaenda kuachilia nuru ya Kristo, tunaliachilia neno la Bwana likaondoe hilo giza kwenye njia, likaondoe hilo giza kwenye njia. Likishaondoka, neema inafunuliwa katika jina la Yesu aliye hai. Neema inafunuliwa katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo wako watu wana tabia ya kukuzibia. Ndio maana utasikia imetangazwa jambo fulani, wao wanapeleka ili wakuharibia, wanapeleka maneno mabaya, wanapeleka maneno yasiyofaa ili tu njia izibe, mlango usifunguke. Leo tunazibua, lakini wapo ambao wamewekewa giza, hawajui wanapokwenda. Hawa ni wale sasa ambao wako dairema, anaamka ajui nini afanye, ajui nini atende, ajui aelekee wapi, kwa sababu giza limefungwa, haoni mapito, haoni njia ya kwenda ili kuifikia hatima yake. Leo nataka tukaombe. Mungu ni mwaminifu. Nimekwambia hatuna mambo mengi leo, ni hiyo tu agenda nilikuwa nayo, nataka tuipeleke mbele za Bwana. Basi pale ulipo, funika macho yako, ungana pamoja nami kuondoa kila uzibe uliowekwa katika njia, iwe ni miiba tuiondoe, lakini giza lililowekwa Bwana aondoe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umenituma kutamka neno hili juu ya mtumishi wako ambaye amekuwa akifuatilia, na mahali popote anaponisikia haoni njia, maana giza limetanda, amezibiwa njia, hawezi kupita. Katika jina la Yesu Kristo, ninaondoa kila kilichoziba njia ya baba huyo, mama huyo, kijana huyo na binti huyo. Amekuwa mtu wa kulia, hakuna anayemsikiliza, kama Ayubu anavyosema. Natokesha kwa jina la Yesu Kristo, na pangua kila kilichokaa kwenye njia, iwe ni ukuta umetengenezwa kama Yeriko. Baba, ninausambaratisha kwa jina la Bwana. Chochote kilichosimama kwenye ulimwengu wa roho kama kiambaza cha kuziba njia yake, maana imeandikwa, wewe ulikiondoa kile kiambaza, na mimi naondoa hicho kiambaza kwa jina la Yesu. Nafungua hiyo njia, nafungua hiyo njia, akapite mtoto wako, akaendee baraka. Giza, sikia neno la Bwana. Imeandikwa, nuru imeng'aa gizani, wala giza ikuliweza kamwe. Nami natoesha kila giza kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Neno la Bwana likumulikie, likuoneshe mahali pa kupita, likuoneshe mahali pa kukanyaga kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mwenye nguvu. Nguvu zako zipite mahali popote sauti inafika na kusikika, haijalishi ni saa ngapi. Bwana, ikalete matunda, ikalete matokeo, akaone milango ikifunguka, maana ulisema malango yatakuwa wazi. Utatutangulia na kutuongoza katika njia, hatutajikwaa Bwana. Baba, mtangulie sasa, yanyooshe mapito yake, ongoza mapito yake. Giza halina nafasi tena, miiba njiani tunaitoa kwa jina la Yesu Kristo. Usibe tunautoa, ukuta uliowekwa tunautoa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mtakatifu, ni Mungu mwenye nguvu.
Ninakushukuru Bwana kwa sababu unasikia. Ninakushukuru Bwana kwa sababu unatokeza. Rasutamakata ikabashataraba indorabasata ikandarabashata. Yatosha alivyolia, yatosha alivyolia. Hakuona msaada, hakupata msaada, maana waliziba njia wakaweka na giza. Leo ninakuita Bwana, wewe uliyesema tuombe utasikia Bwana, tukuite utaitika, utatuonesha makubwa na magumu tusiyoyajua. Ninakuita tena Bwana, itika Mungu mtakatifu, itika Bwana wa mabwana. Rapasukuta indamashata ikandarabasata indoroboshata yakatariamanda. Akaone mpenyo katika mwezi huu, akaone mpenyo katika mwezi huu, akaone mahali pa kupita ambaye hajui cha kufanya. Bwana akaone sasa, maana njia zinafunguka, giza linaondoka, miiba inaondoka, kuta zinaondoka, kiambaza kinaondoka, kila kilichoziba kinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Ramosikataya manda entarabashata rosota makata. Nguvu yako ipite, uweza wako upite. Sante Mungu wa amani kwa sababu unasikia. Sante Bwana kwa sababu unakwenda kutokeza. Sante Bwana kwa sababu unakwenda kufanya. Wewe ni Mungu, umesikia kuomba kwetu. Wewe ni Mungu, umesikia na unajibu zaidi ya tunavyoomba. Zaidi uinuliwe, utukuzwe Mungu wa milele. Heshima na utukufu ni za kwako Bwana. Ninakushukuru kwa sababu umesikia na unakwenda kufanya. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kuomba maombi haya, njia zako zinafunguka na giza linaondoka, utayaona mapito. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia, endelea kushare maombi haya na watu wengine, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kama huja subscribe, hakikisha una subscribe, lakini pia unaweza ukatuandikia comment yako chini pale kuonesha kwamba uko pamoja nasi, na kama una ushuhuda andika mahali pale na Mungu atakubariki. Shalom.